Mfanyakazi wa usafi ilishuka kutoka kwenye gari la kifahari lenye thamani ya mamilioni ya pesa. Ukweli ni kwamba alikuwa mama wa bilionea. Ili kumpatia mwanawe mke mwenye moyo mwema, mama huyo alijifanya mfanyakazi wa usafi na kuingia kufanya kazi kwenye kampuni ya mwanaye. Alipofika kwenye mlango wa kampuni, aligongana ghafla na msichana mmoja, lakini msichana huyo hakumlaumu hata kidogo. Badala yake akaomba msamaha kwanza. Mama wa bilionea alipomwona msichana akibeba vikombe vingi vya kahawa peke yake, alitaka kumsaidia, lakini msichana alikataa kwa upole. Baadaye msichana aliona kitambulisho cha kazi cha mama huyo, lakini hakumdharau kwa sababu ni mfanyakazi wa usafi. Badala yake alimkaribisha kwa tabasamu na kujitambulisha. Aliposikia kwamba ni siku yake ya kwanza kampuni, msichana akaamua kumtembeza ndani ya ofisi. Walipoingia, mama wa bilionea alishangaa kuona kahawa zote ambazo msichana alikuwa amebeba zilikuwa za wafanyakazi wenzake, lakini wafanyakazi walipozipokea hawakusema hata asante, na wengine walimsukuma pembeni kana kwamba anawazuia. Msichana huyo aliweka kando kikombe kimoja maalum kwa ajili ya mama huyo, lakini kabla hajakipokea, mfanyakazi mwanamke mwingine akaja na kukinyakua ghafla. Kisha akamdharau mama huyo akisema, wafanyakazi wa usafi hawastahili kupata faida za kampuni. Msichana alijibu mara moja akisema, hakuna kazi iliyo ya chini au ya juu. Kama ni faida ya kampuni, kila mtu anastahili kupata. Baada ya kushindwa kubishana naye, mfanyakazi huyo aliondoka kwa hasira akiwa amebeba kahawa zote. Msichana akamfariji mama huyo na kumwambia asijali maneno ya mwanamke huyo. Kitendo hicho kilimfurahisha sana mama wa bilionea na akazidi kuridhika na tabia ya msichana huyo. Baada ya kazi kuisha, akamuuliza msichana kama angependa kuwa mkwe wake, lakini msichana akasema kwa unyenyekevu, hana gari wala nyumba na pia analea mapacha wawili peke yake, hivyo anahisi hamfai mwanaye. Maneno hayo yalimfanya amuonee huruma zaidi na yakamfanya aazimie kabisa kwamba msichana huyo lazima awe mkwe wake. Hivyo akaenda moja kwa moja ofisini kwa mwanaye CEO na kumwambia lazima akwende kwenye miadi na msichana huyo. CEO alilazimika kukubali kwa kusitasita, bila kujua kwamba msichana huyo ndiye mtu aliyekuwa akimtafuta kwa muda mrefu sana.